Samaria neni goja change tikogenda go ikaso mwana yego moisiki we miake merongi virine tano yo chitchin se chama iko kwili gelia po ibina viraga gendrete we tera iwa buna goteba. Nashukuru tu Mungu amenisaidia nimeweza kufika home kwa wazazi wangu. Nilipata kitu ya kwanza wanachinja kuku. Home nikiwa sijawahi chinja. Alafu kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna kuku like madaks ziko. Vitu mingi hadi kulikuwa na ng'ombe. So nikakuwa tu nikamwambia wakanipea 1 week nifanye kazi. Mwanaume alinipeleka kwake akitoka. So vile yeye alitoka akakuja after 1 week akaniambia uko sawa na kazi, nikamwambia mimi kuna kazi siwezi fanya. Unirudishe tu kwa ofisi. Kanirudisha kwa ofisi. So vile walinirudisha kwa ofisi waliniambia utaenda ufanye hiyo kazi ama utupe 200 za Kenya, 200,000 za Kenya. Nikamwambia sina pesa, wakanirudisha hiyo nyumba. Sasa nikasema juu anataka bado pesa and I know what yenye ilinileta huko. Nitafanya tu kazi. So sikujua itaanza kukuwa nightmare. Nafanya kazi, mara wananiambia chukua wheelbarrow, somba kokoto kutoka kwa barabara nimwagilie tu compound kwa miti zenye ziko hapa. Sometimes wanaweza niambia simama na ngazi nikate miti kutoka juu ya miti imekaa kubwa. Then hapo mimi ndio nafaa nitoe, ama sometimes anaweza leta watu wafanye hiyo kazi, baadaye mimi ndio natoa hizo vitu nipeleke kuchafu huko nje na mbali. Huyo boss wangu hata before nimpate kwa room yangu ilikuwa saa 10 asubuhi akaamka akaniamsha juu nilikuwa naamka saa 11 akaniamsha. Nikamfungua mlango nikamwambia like mbona niamke saa hii hata saa 11 haijafika na huwa ninalala late. Alitaka kunipiga. Akaniambia kama huwezi fanya chenye ninakwambia nitakufanyia kitu. Tukaendanga hiyo saa 10 tukaenda kusimamia sasa kondoo wakikula kwa mlima. So tukarudi ilikuwa saa 3. Nikatext bradangu, it's like mimi ninatishiwa. Bradangu mwenye ako form 3. Bradangu akaniambia si change nyumba. Anytime nikwambia wanichange nyumba wananipeleka wananizungusha na gari, hawezi nipeleka kwa ofisi. Wananirudisha kwa nyumba. Swangu tu. Sisi wanatuambia unaenda kukaa house manager. Like mimi nilienda nikijua najua kazi yangu ni ya nyumba ndani, sifai kufanya kazi nje. So mimi nilienda like nilikuwa nafanya kazi mzima the whole compound, kuangalia kuku, kufanya nini, kuchukua wheelbarrow, kusomba nini kokota kutoka nje. Nikicomplain ni shida. So I had to cook na hiyo kazi tu. Time nimempata kwa room yangu. Fanyia kitu. Like ilikuwa saa 1 jioni nikipika chapati. So nikaenda nikachukua simu yangu nisikizange tu nyimbo maybe. Nikaendelea kupika ndio nilimpata. Sasa ika mwezi wa 6 date 16 nikampata hapo kwa nyumba. Tena nikampata sasa kwa nyumba. Nayo pia aliniambia funga mlango. Mimi nikafunga nikijua like hiyo ni mara ya pili mlango nikitoka. So siku ila like ninatoka hivi ananivuruta. Mimi nikamsukuma nikitoka. So nikitoka hiyo siku akanyamaza, kesho yake ndiye alinishika akanipiganga slap. Sasa mimi nika text rafiki yangu mwenye ako Kasarani nikamwambia nimepata shida iko hivi, sijui vile nitafanya. Akaniambia usireact, fanya aje tulie uone vile atafanya because hauwezi jua atakufanyia nini. Jua anakutishia bado. But sasa mimi niliona vile amekaa ni mtu tu anaweza nifanyia anything. Jua ananiambia usiambie bibi yangu, na ukiambia bibi yake ni shida. Itakuwa tu ni shida bado umejiletea. Nikajinyamazia. Sasa ikafika date 23 I had to tell my friend msichana. Nikamwambia hii story imefika pabaya sasa. Jua ananitishia ananiambia ataniua. Nitafanya nini? Kaniambia Vivian tutafanya. Tafuta tu vile unaweza toka bora tu akupeleke kwa ofisi, na ukimwambia hii kitu utapelekwa kwa ofisi. Maybe unaweza saidiwa. Sikujua itakuwa tu nightmare tena. Natoka ama kwa nyumba ndani because mimi nilikuwa nalala nyumba ya nje na kuna main house. Hiyo nyumba nikienda huko niliwaambia niko na mtoto mwenye ni mgonjwa. Na ndio wanilipe salary yangu sasa like wasinidelay because I have so much like nafanya shughuli zangu. Ikakuwa wananidelay salary like wanawakanisha miezi 2 ndio wanipe. Sasa ikafika nikamwambia mimi niko na mtoto mgonjwa, mnafaa mnipe hizo pesa nitumaanishe home.
Hapo ilifika tu nikamwambia like mtoto wangu akosi. Nikaona wameelewa. Sasa hapo ndo rafiki yangu akaniambia usimwambie uko na mtoto. Waambie hata maybe kusaidika tu kitu naweza kusaidia, waambie tu mtoto wako amefanya nini? Amepasi. Sasa hapo ndo niliwaambia kuambia huyo mwanaume alinibeba kwa gari, akanibeba tu. Kwanza alinifungia kwa room. Nikakaa baadaye akanikuja. Akaniambia ingia gari. Kaingia gari. Hapo kwa gari ananiambia kama utawahi sema kwa ofisi like ninaingia kwa room yako bado nitakuwa. Utafanya tu chochote nihakikishe umeuliwa. Na uliza wewe unataka nini? Niliwaambia I just need 2 weeks niende home then I will come back. Boss wangu alisema siwezi enda. Tunataka 800 doma ni real. Nikamwambia I'm just coming from a very poor family. Siwezi pata hizo pesa. Na kitu kingine nilikuja kutafuta pesa. Siwezi pata hizo pesa niwape. Hapo ndio ama nikakaa hapo. Baadaye akamuelezea story vile iko. Akamwambia yule mama sasa ndiye alinitisha namba zao watu. Wakapigiwa sijui nilikuwa ni kesho yake. Wakaongeleshwa. Sasa asubuhi saa 12 wameamka. Wakaniambia oga tunakupeleka usiku. I was not sick. Sasa nikapeana report wanataka niende usiku. Wakaniambia usiende usiku sababu wewe si mgonjwa, mbona wakupeleke? Nikakataa. Hiyo kukataa labda walikuwa pia wamepigiwa simu na huyo mama. Akanisumbuanga mara nampata kwa room yangu. Kaniambia ukijaribu kusema nitakuua. Ona vile utatoka hapo. Sasa na hiyo alikuwa anatumia simu ya ofisi kuniongelesha. Baadaye nilimtext nikapewa simu nikamtext na simu yangu nikamuuliza mbona unanikataa? Eti mimi sijakukataa. Kama uko na pesa za ticket unaweza sema ufanye nini? Ukatue ticket. Akiongea akifika kwangu ana change story. Bila walinifungia. Ikafika nikakaa siku moja. Nikakaa mgonjwa the following day. Naumwa na tumbo. Nikamwambia niko mgonjwa. Si feel vizuri. Wakaniambia hata kama utakufa sasa hivi huna faida. Tukakaa hapo. Sasa wakaniweka kwa hao wa Kenya. Hao wa Kenya wakaniambia uko aje? Nikamwambia niko sawa. Mwenye alijaribu kunitetea alipigwa. Kunitetea sababu niko mgonjwa wanauliza msichana wako mgonjwa si basi mnisaidie. Alipigwa. Kwa ofisi anakuja ananipiga. Sababu sasa sitaki kurudi kwa boss. Nikirudi ni shida. Na hapa kwenye niko bado ni shida. They don't care. They will just beat you. Nilisema alafu pia ofisi sasa wakakujanga wakaniambia okay tumeamua utalipa 800 doma ni real. Hizo pesa utazilipa. Bado niliwaambia mimi sina pesa. I can't afford that. Yani hizo pesa siwezi afford. Tatoa wapi? Nimekuja tu kufanya kazi. Akaniambia Vivian we need to talk. Hapo niko mgonjwa. Nimekaa hapo. Tunafaa tuongee. Like unaweza rudi bado kwa boss wako umfanyie kazi mwezi mmoja then ufanye nini umulipe pesa zake. Nilianza kuogopa like amesema alikuwa ananitisha 800. Nikamwambia kwanza niliambiwa mwanaume ofisi siwezi rudi kwa hiyo nyumba. Baadaye akaniambia kidogo tu hivyo kumbe bosi amekuja. Alikuja yeye bibi yake na watoto wake wawili. Akaniambia utafanya nini? Utarudi kazi. Nikamwambia siwezi enda. Nikamwambia I just want to go back to my country to see my family. Huyo boss wangu aliniambia kama hutaki kwenda na mimi ni sawa. Wewe kaa hapa maybe utafanya kazi miaka 2 au utakuwa unalipwa. Like maybe hata utakufia hapa. And maybe that's the time maybe nilipass out. The next time mimi niliamka nilijipata nimedambiwa street na watu wamejaa. Kumuona na gari wakatoroka wakaniacha. Huyo mwanaume alikuwa Mwarabu but ni black tu. Kisha hawakuja. Tena akarudi mara ya pili akanipata akaniuliza hawajakuja nikamwambia hapana. Kunywa maji. Natembea hapo. So ndio mwanaume mwingine alikuja kunipata. Akaniuliza nini mbaya? Nikamwambia kitu ninakumbuka sasa ni embassy. Alianza anataka ni mtu mwenye anataka nitoe nguo tena. Sasa mimi kumpelea pesa ni mtu mwenye anataka anishike kwa gari. Nilipiga nduru kwa hiyo gari. Niko umepanda mbele. Akaniuliza ni nini nikamwelezea. Akaniambia usilie nyamaza tuone vile tutafanya.
ndiye alijaribu kutafuta taxi wanamuitisha pesa mingi, hata watu wanaogopa kunibeba because nguo nimevaa ni chafu, ila kutoka yuko rahisi. Nimekaa hapo nikijua maybe nitasaidika, lakini haikuwa rahisi. Kitu chache. Last year, date 19. Mwezi gani? 5. Ilikuwa June. Okay, bila nilikuwa hapo embassy, wasichana walikuja. Walikuwa wanaona my situation was not good. Hadi walikuwa wananihurumia kushinda tu mashida zao. Ndio walikama na story wakasema like wakaambia watu wa embassy hatuwezi fanya nini, hatuwezi toka tuache Vivian. Acha tutengeneze hata kama ni group, tufanye nini tumsaidie atoke. Sasa walichanga kitu kama kila mtu alijitolea wakachanga sijui ilikuwa 40 something. Nilipo boss. Sasa ikafika simu yangu imeletwa. Ndio zenye nilikuwa nazo hazingetosha pia tiketi. Embassy waligharamia kidogo, marafiki zangu wakapiga challenge na tulikuwa nao bado. Wakafanya nini? Zikatumanishwa. Ndio tiketi ikakatwa. Ilikuwa date 16. Ilikatwa sijui ilikuwa ni Monday. Sasa mimi nilikuja na Wednesday. Embassy ndio walinipeleka hadi airport. Embassy kulikuwa na mtu mwenye alikuwa anatupea chakula. Mwenye alikuwa amenisaidia tu, amenichukulia kama mtoto wake, lakini bila sikuwa na anything, yeye alikuwa ananifanyia kila kitu. Na sijui kama nitawahi au huyo mtu. Alikuwa Mkenya? Najua watu wa embassy ni Wakenya. Pole, lakini singeambia familia yangu, amesema hivyo bado ningewapea stress nyingine. Like wameniambia aje, wewe waambie tu wangoje mwili yako Kenya. My situation was not good. Ilikuwa lini? Thursday, date 16. Huu mwezi. Nilifika Kenya. Sasa asubuhi nilienda hosi. Nikapata niko na shida kufanyiwa like kwenda kupimwa, nikapatikana niko na shida. Like imeaffect mpaka liver. Hiyo ni sijui ilitoka wapi. Hapo Egesa hospital. Nikakaa huko kitu kama 3 days, then nikatoka, but nilikuwa nimeandikwa shindano. Nilikuwa naishi kwa shosho yangu. Nyumba yangu inafura. Ujumbe wangu ni ile like bado okay, niko home and I'm happy niko home. My family side they can smile because I'm home. But niko na shida like hizo pesa zilikopwa. Bado hiyo ni shida nyingine. Tutakaa kidogo, then mwenye alikopa pesa bado atataka hizo pesa. Of which abo ikorona baibuli banje niko babiriri poeli mu magega yo kusangili chipesa chinyale kurusha umwana w'ichinsa cha Michael magayobogi magokongana gotebi una base gotungurwa kramba utikiarura subutu kibanye kyarigere iri umuchinya sayakire namagura yabere